ili inoge vizuri hii Biblia, andika Biblia inahusu mambo makubwa manne tu. Andika. Yaani Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Biblia inaongelea mambo makubwa manne tu. Biblia ni Mungu anajifunua kwetu akitueleza mambo makubwa manne ambayo ameyapanga kuyafanya yeye mwenyewe. Haya masimulizi haya ni ya Mungu. Mungu anasimulia utendaji wake. Jambo la kwanza kwenye Biblia, uumbaji. Jambo la pili, anguko la mwanadamu alipotenda dhambi. Jambo la tatu, ukombozi, ambao ni mpango wa Mungu huyu kumkomboa mwanadamu aliyeanguka dhambini. Jambo la nne na la mwisho, urejesho. Hayo ndio mambo makubwa manne. Biblia yote ili vitabu 66 inashughulikia mambo makubwa manne hayo tu basi. Jambo la kwanza nimesema nini? Jambo la pili nini? Jambo la tatu nini? Jambo la nne nini? Kwa sasa tuko jambo la ngapi sasa hivi? Kinachoendelea sasa hivi jambo gani? Namba ngapi? Namba ngapi? Namba 3. Urejesho maana yake ni pale ambapo mbingu ya sasa, mbingu za sasa na dunia ya sasa na nchi ya sasa itakunjwa kama karatasi na kutupwa motoni, afu Mungu atafanya mbingu mpya na nchi mpya. Ndio Mungu atarejesha vitu viwe kama alivyokusudia awali kabla ya anguko. Ila kwa sasa mchakato wa ukombozi unaendelea. Mpaka sasa mchakato wa ukombozi unafanya amani. Kombolewa na kombolewa na damu ya kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Kombolewa, kombolewa na kombole na damu ya kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Andika sifa za mkombozi. Sasa mtanisameni nafafanua hapa. Si andika sifa za mkombozi. Ili uwe mkombozi lazima uwe na sifa zifuatazo. Andika. Na ndio maana mkombozi ni huyu mwanaume Yesu peke yake. Hakuna mwingine mwenye sifa ya kuitwa mkombozi, ni huyu peke yake. Ni kwa sababu ya sifa za ukombozi. Jambo la kwanza, naye ana mambo muhimu ya kuyazingatia kila unapokwenda mahali kokote, lazima uyazingatie. Huwezi kuwa mkombozi isipokuwa una sifa ya kwanza ya muhimu. Lazima uwe ni ndugu wa karibu wa yule unaenda kumkomboa. Very important. Na ndio maana ilibidi Mungu mwana nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu aache enzi na mamlaka, avae mwili kama wa kwetu, awe na damu na nyama na mifupa kama sisi, aje akae kwetu, ashiriki maumivu, aone kila kitu, ashiriki mapambano na ya huku duniani maisha, akashiriki, akaishi kama sisi, akawa ndugu yetu wa karibu, akawa na damu kama damu tulionayo, isipokuwa damu yake. Jambo la pili, sifa ya mkombozi, lazima awe ni ndugu wa karibu wa yule anayekombolewa. Ndio maana Yesu ilibidi avae mwili kama wa kwetu, yaani Mungu mwana akavaa mwili. Kwa kuvaa mwili maana yake anakuwa wa jamii yetu. Jamani, haleluya! Yaani huwezi kumkomboa yeyote ambaye sio lazima awe ndugu wa karibu. Anaitwa mzaliwa wa kwanza wa kina sisi. Jamani, haleluya! Yaani lazima akavaa ule undugu, afanane na sisi, akavaa mwili kama wa kwetu, akaja akakaa kwetu, aka experience kila tunacho experience. Hiyo ikampa sifa ya kuwa mkombozi. Namba 2, lazima awe na damu isiyo na hatia. Ndio maana kuzaliwa kwake ni ajabu.
Yesu hajazaliwa baada ya tendo la ndoa kufanyika kati ya Yusufu na Mariamu. Hapana, kwa sababu tendo la ndoa lingefanyika kati ya Yusufu na Mariamu azaliwe Yesu, Yesu angekosa sifa ya kuwa na damu isiyo na hatia. Sifa ya mkombozi moja, lazima awe ndugu wa karibu, akavaa mwili afanane na sisi, akawa ndugu, akawa kaka yetu mkubwa. Jamani, haleluya. Mbili, awe na damu isiyo na hatia. Ndio maana kuzaliwa kwake ni kwa ajabu. Bikira akabeba mimba, akamzaa mwana na akamwita jina lake Yesu. Jamani, haleluya. Alafu angalia kitu kinavyoendelea. DNA kuna PCB kamekaa hapa. Jamani, haleluya. Yaani deoxyribonucleic acid ya mtoto ni ya baba. Utata wa mtoto ni wa nani? Haitwagi mama akapimwe DNA na ya mtoto, anaitwa baba. Sasa nataka kusemaje? Jamani, haleluya. Sasa babake na Yesu ni nani? Ni Mungu Baba wa mbinguni, si Yusufu. Akapata sifa ya kuwa mkombozi, kukomboa wewe. Kwa nini? Damu yake haina hatia. Namba 3, sifa ya mkombozi. Ili uwe mkombozi, jambo la 3, lazima uwe na uwezo wa kufa na kufufuka. Nionyeshe mwingine aliyekufufuka na kufufuka. Alafu leo tumuite mkombozi. Tuna mkombozi mmoja mpaka leo kwa sababu ya sifa za mkombozi. Moja, alifanyika kuwa ndugu wa karibu. 2, damu yake haikuwa na hatia. 3, ana uwezo, sisi ni mashahidi, uwezo wa kufa na kufanya jamani na kufufuka. Namba 4, sifa ya mkombozi. Namba 4, sifa ya 4, ili uwe mkombozi, na hiyo sifa nayo Yesu peke yake. Ndio maana ukisoma Ufunuo sura ya 5, wanangu, andika Ufunuo sura ya 5. Akasema baada ya kuona waliokaa kwenye kiti cha enzi, kwa pembeni akaona kitabu ambacho kimeandikwa nyuma na ndani, alafu kimepigwa mihuri 7. Anatafutwa mmoja mwenye uwezo wa kwenda kukifungua kitabu, akakosekana. Kwa nini? Malaika hawana sifa ya kuwa mkombozi, hawana damu. Malaika hawajawa ndugu wa karibu wa sisi, ni watumwa wetu. Mbinguni hakuonekana mwenye sifa hiyo, wala duniani. Wanadamu wote damu zetu zina hatia, tunamhitaji mkombozi. Chini kuzimu kule walipokufa marehemu ana sifa ya kutukomboa kwa sababu alipokufa hajafufuka. Mbinguni hajaonekana mwenye sifa hiyo, duniani hapa hajaonekana mwenye sifa ya kuwa mkombozi, na kule kuzimu walikokufa roho za wafu hakuna mwenye sifa hiyo. Alionekana, ukisoma pale sura ya 5 Ufunuo wa Yohana, akaonekana Yesu peke yake. Ndani ya kile kitabu, ndani ya kitabu zimeandikwa kanuni za kumkomboa mwanadamu. Na ndio maana huyu peke yake alikuwa na uwezo wa kuifungua ile mihuri yote 7. Na ndio maana yeye ni mkombozi wetu, hatuna mkombozi mwingine. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ndani ya kile kitabu zimeandikwa kanuni za kumkomboa mwanadamu na kumrejesha kwa Mungu. Na mwenye sifa ya kufungua kitabu lazima awe mkombozi. Malaika wote wameshindwa. Wazee 24 hawana sifa hiyo. Wazee 4 hawana sifa hiyo. Na viumbe vya mbinguni vyote, kule mbinguni ikawa hola. Duniani hapa hamna mwanadamu hata mmoja. Na nakwambia hivi, damu ya mbuzi ilifanyika, mbuzi na kondoo na manini, Agano la Kale, ilikuwa inafunika dhambi tu kwa mwaka mmoja hivi, lazima urudi mwaka mwingine tena damu imwagike nyingine. Alipokuja huyu ambaye ana sifa ya ukombozi, alitoa sadaka mara moja, na mara moja tu ikatutosha watu wote. Jamani, haleluya. Mara moja na mara moja ikatoa. Kwa nini? Ana sifa za kuwa mkombozi. Sifa ya 4, akifa, sifa ya mkombozi, akifa akafufuka, hafi tena milele. Sifa ya 4 ni kutokufa milele baada ya kufufuka. Lazaro alifufuliwa, ndio, yuko wapi? Si alirudi tena chini? Sifa hiyo hana. Alikufa ndio, akafufuliwa ndio, lakini alikufa tena. Mwenye sifa hiyo mpaka sasa na milele ni Yesu peke yake. Ndio maana yeye mwenyewe ni mkombozi. Atusaidie Bwana Yesu.
kila nafsi katika Utatu Mtakatifu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kila nafsi katika Utatu Mtakatifu ni Mungu. Yani manake Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu, na bado wote kwa pamoja ni Mungu mmoja. Na nikwambia utamu huyu Mungu, tumeimba mara ya kwanza, hakuna Mungu kama yeye, kwa sababu ni Mungu ambaye hana mwanzo na wala hana nini. Tunatumia akili zetu ambazo zina mwisho kujaribu kumfahamu Mungu asiye na mwisho. Unaweza ukaona shughuli yake ilivyo nzito. Tunatumia akili zetu zenye ukomo kumjifunza Mungu asiye na ukomo. Andika hiyo, andika. Tunatumia akili zetu zenye ukomo kumjifunza Mungu asiye na ukomo. Kwa hiyo uone zoezi lilivyo zito. Utamu wa Mungu wetu ni kwamba he is very complex but very simple. At the same time, he is complex and simple. Na ndio utata katika kumfahamu Mungu, ndio unampa Mungu wetu credit zaidi ya miungu. Ukiweza kumwelezea Mungu huyu kila kitu mwanzo A to Z, ukafuta kila kitu, the moment unamalizia kumwelezea kikamilifu kila kitu kuhusu yeye, anasizi kuwa Mungu, anaacha kuwa Mungu kuanzia hapo. Yani ukiweza kumwelezea ukamaliza kila kitu huyu Mungu, ukamaliza kabisa, leo ukiwa na mwili huu, kuanzia hapo anaacha kuwa Mungu, anabaki kuwa Mungu, kwa sababu he is very complex to explain and yet very simple. Upendo wake, matendo yake simple, lakini ukianza kumjifunza very complex. There is simplicity in complexity, and in complexity you can see simplicity. Na hiyo ndio inamfanya Mungu wetu a stand out. Hapaswi kuitwa miungu, anaitwa Mungu. Unaposema Mungu mkuu, ule ukuu wake uko hapo. Unapofeli kumwelezea kinagaubaga, badala yake unaweza kumwelezea jinsi alivyojieleza yeye humu. Utaishia kumwelezea kwa yeye alivyojifunua kwetu kupitia maandiko. Na ndio maana utaona nimekupa maandiko ya kutosha, na bado unafikiri nimemaliza. Bado ukiweza kumwelezea huyu Mungu ukammaliza, anaacha kuwa Mungu. Siku hiyo anaacha kuwa Mungu. Yani ukamchambua, ukaandika mpaka thesis paper, alafu ukamaliza, yani ukamaliza kila kitu kuhusu yeye, ukamaliza, ukafanikiwa. Na kuhakikisha kuanzia siku hiyo nakwambia, hukuwa unamshughulikia Mungu, ulikuwa unamfafanua miungu. Hebu sema Mungu mkuu. Ukuu wa Mungu ni pale ambapo akili yako inashindwa kumfahamu kikamilifu. Na ndio maana hatuwezi kumfahamu Mungu kikamilifu tukiwa kwenye miili hii. Tutakapoivua hii miili, tukavaa miili ya mbinguni, tukifika mbinguni tutamuona kama alivyo. Asante kwa utumishi. Tukifika mbinguni, tukivua miili hii ya duniani, tukavaa miili ya asili yake ile ya mbinguni, hasa hapo tutamuona kama alivyo. Yani hapo sasa tukivuka ng'ambo ndio utamfahamu tukiwa naye huko na asili yake. Ila miili yenye akili ya ukomo, umri una ukomo, nini na ukomo, uelewa una ukomo. Huwezi kumuelewa huyu Mungu kwa asilimia zote ukiwa na mwili huu. Utamuelewa kwa kiwango kile ambao yeye ameamua mwenyewe tumuelewe kupitia maandiko. Na ndio maana vizuri tuwe watu wa maandiko. Ukitoka nje ya maandiko wanakupiga. Andika. Baba, yani nafsi ya baba. Baba ni Mungu. Yohana 6:27. Warumi 1:7. Petro wa kwanza 1:12. Hiyo ni baba ni Mungu, nafsi ya baba. B, mwana ni Mungu. Yohana 1:1. Ongezea na mstari wa 14. Yohana 1:1 na mstari wa 14. Warumi sura ile ya 9 mstari wa 5.
Warumi 9:5, Kolosai 2:9, Kolosai 2:9, Waebrania 1:8, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20, waraka wa kwanza wa Yohana 5:20. Si Roho Mtakatifu ni Mungu. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 4, Matendo 5:3 hadi 4, na Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Nikuachie pointi 2 haraka alafu nikuachie tuendelee na program nyingine. Namba 5, point nimesema nazo 6. Pointi ya 5 ambayo ni ya muhimu kweli pia kama zile zingine. Kwenye Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kuna mgawanyo wa madaraka. There is subordination. Yani kuna aliye mkuu kuliko wote na kuna anayefuatia, alafu kuna anayefuatia baada ya huyo. Andika. Na hiyo inatokea hasa kwenye utendaji. Andika, hasa kwenye utendaji. Kuna mambo mawili. Namba 1, asili ya Mungu. Namba 2, utendaji wa Mungu. Hayo mambo mawili hayo, asili ya Mungu ni moja, na ndio maana Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Asili ya uungu wote wanayo vile vile kwa level ile ile. Asili ni moja, ni Mungu mmoja, zile nafsi zote ni Mungu. Inapotokea kazi mbele yao, unaona Baba ana jukumu fulani, Mwana anakamata Baba alipoishia, anaendeleza kipande, alafu Roho Mtakatifu anakamata ile ya Mwana ile, anaiweka vizuri. Kazi moja inakuwa imetimilizwa na nafsi 3. Haya, nikuulize, utofauti wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu unauona wakati gani? Wakati wa utendaji. Wakati wa nini? Nikupe mfano haraka. Nimekupa mambo makuu 4. Biblia inazungumzia vitu vikubwa 4 ambavyo Mungu vipo kwenye ratiba yake. Jambo la kwanza nini? Uumbaji. Haya, unafikiri uumbaji uliumbwaje? Baba alizalisha wazo, Mwana akalichukua wazo akalifanyia kazi practically. Roho Mtakatifu yeye anazalisha nguvu kumwezesha Mwana anachokifanya. Kwa hiyo aliyeumba mbingu na nchi ni Baba kupitia Mwana kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Andika hiyo itakusaidia. Aliyeumba ni Baba kupitia Mwana kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Na hiyo ndio kanuni ya Mungu ya utendaji. Mungu mmoja utenda kwa kutumia nafsi zake 3. Mungu ni mmoja, anapotenda shughuli yoyote anatumia nafsi zake 3. Nafsi ya Baba inazalisha idea, nafsi ya Mwana inachukua idea ambayo ni intangible, inaigeuza na kuifanyia kazi, inakuwa a tangible object. Alafu Roho Mtakatifu anamtia nguvu huyu ambaye anabadilisha idea kuwa tangible object. Sema amina. Hamna Mungu kama huyo. Nitafutie mmoja, hayupo. Na ndio maana Mungu muumbaji ni huyu peke yake, kwa sababu ana asili hiyo ya Utatu Mtakatifu. Nikwambie kitu, mhubiri ni Baba, anahubiri kupitia Mwana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mponyaji ni Baba, anaponya. Baba ndiye anayeponya kupitia Mwana kwa uwezo wa Roho. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema, jamani, msikosee, muombeeni Baba kwa jina langu. Yesu yuko makini sana, yuko very careful, kwa sababu kuna subordination, kuna mgawanyo wa madaraka. Akasema Yesu, mimi siwezi kufanya chochote kwa shauri langu mwenyewe. Nitakaloliona nitalifanya, nitakalosikia nitalisema. Sifanyi chochote kwa maamuzi yangu mwenyewe. Alafu anakuja mtu ameshiba kande haina chumvi, anatuambia Utatu Mtakatifu haupo. Pia nakuangalia na kuna kusamee tu bure. Na maandiko, nimewapa maandiko mazuri kweli.
kuanzia mwanzo kule nimewapa maandiko ambayo ukisoma unasikia yani kuanzia leo huyu Mungu unamuona kwa namna mpya nzuri zaidi. Jamani, haleluya. Na kuhakikishia kabisa, yani nimechambua vizuri, nikaandaa kitu moja mpaka mimi mwenyewe naipenda. Naomba kesho nimalizie hiyo namba 5 na namba 6, kwa sababu muda wangu nadhani ni mzuri, inapaswa kumalizia hapa. Uzuri Mungu ni mwema. Kesho tuko pamoja kwa neema yake. Jamani, haleluya. Tuko pamoja kwa neema yake. Napenda tumalizie hapa. Kwa nikasema Mwokozi ni Baba kupitia Mwana kwa uweza wa Roho. Hivi Yesu alipobatizwa na Yohana Mbatizaji pale mto Jordan, si akaenda kwenye maji bwa? Jamani, haleluya. Jamani, akawa kule ndani. Andika kanuni ya kuwa kuhani. Kanuni ya kuwa Yesu ni kuhani wetu mkuu. Sasa nikupe kanuni ya kuwa kuhani. Kanuni ya kuwa kuhani, namba 1, lazima uwe mtoto wa kiume, alafu baada ya kuzaliwa upelekwe hekaluni. Yesu alizaliwa ni mwanaume, akapelekwa hekaluni, kamkuta mbabu mmoja mcha Mungu sana mwenye roho ya Mungu juu yake anaitwa Simeoni, akampokea mikononi mwake, akasema, roho yangu yamtukuza Bwana, macho yangu yameona wokovu wa Bwana. Huko amemshika Yesu. Alitimiza Yesu kanuni ya yeye kuwa kuhani wetu. Ya kwanza, mtoto wa kiume akapelekwa hekaluni. Unaelewa? Kanuni ya pili, ili uwe kuhani lazima uwe mwalimu pia wa sheria ya Mungu. Kanuni ya pili, alipofikisha umri wa miaka 12, sheria inataka yule ambaye anaandaliwa kuwa kuhani, ukifikisha umri wa miaka 12 lazima uende hekaluni, ukae katikati ya walimu wabobezi wa sheria ya Mungu, wakutwange maswali kweli kweli na uyajibu kwa fusuli, uyajibu kwa fasaha. Ndio pale wazazi wake na Yesu wakaenda hekaluni akiwa na umri wa miaka 12. Alafu wamemaliza wanarudi. Yesu kumbe karudi hekaluni, akawacha wazazi wakaenda. Kwa mwendo wa siku nzima, yani wametembea, wamemwacha Yesu nyuma. Kwa mwendo wa siku, kuanzia asubuhi wameondoka mpaka jioni wanamaliza. Yuko wapi? Hayupo. Wakatafuta siku 3. Hebu sema siku 3. Wamemtafuta wazazi siku 3 hawamuoni. Waliporudi hekaluni kule wakamkuta ameketi katikati ya walimu, katikati. Anatwangwa maswali, akayajibu yote na akafaulu kwa 100%, tena akawashangaza. Haya mambo msisome Biblia mkaona mambo kiwepesi. Haya mambo Yesu alikuwa anapitia mule ili apate sifa za kuwa kuhani wako. Mtoto wa kiume hekaluni, umri wa miaka 12, akaenda kupewa UE, akapigwa UE. Na akatoka na GPA ya 5.0. Jina la Yesu. Jamani, haleluya. Akapata GPA ya 5 with extinction. Hajawahi kutokea mwanafunzi wa namna hiyo. Ndio ikampa sifa ya kuwa kuhani wako. Amen. Ndio maana Biblia inasema, yani hatuna kuhani mkuu wa namna hii. Jamani, haleluya. Amepigwa pepa. Alafu maandiko yanasema naye akageuza, akawatwanga maswali, akawachanganya. Yeye amepigwa maswali akajibu kwa usahihi akamaliza. Akageuza kibano, akawatwanga maswali, wakachanganyikiwa wote, wakabaki wanashangaa huyu wa namna gani. Sifa za kuwa kuhani. Yani na ya mwisho, umri mdogo kabisa ili uingie kwenye ukuhani ni miaka 30. The minimum age for you to practice being a priesthood is 30 years old. 30 years of age. Ndio maana Yesu alisubiri mpaka afikishe miaka 30 ili ndio aende akabatizwe, alafu aende aanze huduma. Alisubiria muda. Angeweza kutufia hata akiwa na miaka 5. Lakini ile kanuni ya kuwa kuhani iligoma. Kwamba lazima minimum age, lazima uwe na miaka 30, angalau 30 kwenda mbele. Ndio maana amefikisha umri wa 30 tu, mwenyewe akaenda kubatizwa. Cha mwisho ni kuacha nacho, ambacho mpaka hapo najua leo nimekuacha vizuri. Uwekwaji wakfu wa kuhani.
kuhani anawekwaje wakfu? Akishatimiza zile kanuni zote nimekupa hizo hapo, lazima kuhani awekwe wakfu. Na hii ni muhimu, wana wa Mungu, hasa wainjilisti, wachungaji, walimu na wote wapendwa wote. Leo utaelewa kitu fulani cha muhimu sana. Kanuni ya kuwekwa wakfu kwa kuhani. Huyu kuhani hovyo hovyo. Kanuni ya kwanza, lazima utiwe maji. Kanuni ya pili, lazima utiwe mafuta. Unatiwa maji, unatiwa mafuta. Huwezi kukurupuka tu ovyo, lazima utiwe maji na mafuta. Ndio maana Yesu alienda kwenye maji, mto Jordan, akamwambia nibatize. Akasema sasa Bwana, mimi natakiwa nibatize na wewe kwa nafasi yako ulionayo. Akasema imetupasa kutimiza haki yote. Hilo neno la kutimiza haki yote, maana yake ni kwamba siwezi mimi kuwa kuhani, lazima nitimize kipengele cha masharti ya mimi kuwa kuhani. Nitiwe maji. Nitiwe maji. Hakubatizwa kwa sababu ana dhambi, hapana. Alibatizwa kwa kuhani, kwa kanuni ya yeye kufanywa, ya kuwekwa wakfu kuwa kuhani. Yesu hakubatizwa kwa sababu ana dhambi kama sisi, hapana. Hakuwahi kuwa na dhambi, ila ile kanuni ya yeye kuwekwa wakfu kuwa kuhani, lazima utiwe maji na utiwe mafuta. Angalia, alitiwa maji lini? Unaifahamu hiyo, kwenye maji akainuka. Ametiwa mafuta lini? Ila ameibuka tu hivi, Roho Mtakatifu, mafuta akatua juu yake, akakamilisha masharti ya kuwekwa wakfu yeye kuwa kuhani. Akaenda siku 40 akajaribiwa na shetani nyikani. Aliporudi, maandiko yanasema akatoka nyikani akiwa amejaa nguvu, akihubiri kwenye vijiji na miji akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Amen. Tusimame. Na aliyemwaga msalabani damu sio baba. Sio baba. Kuna watu wanasema damu ya baba. Baba hajawahi kumwaga damu. Hakuna baba kwenye Utatu Mtakatifu. Aliyekuja ni mwana, sio baba. Damu ni ya mwana. Damu ni ya Yesu mkombozi. Aliyemwaga damu ni Yesu. Hilo la kwanza. La pili, kanisa sio la baba, na kanisa sio la Roho Mtakatifu. Kanisa ni la mwana. Nafafanua. Kanisa sio jengo. Kanisa ni mimi na wewe tulionunuliwa kwa damu ya Yesu. Jamani, haleluya. Sasa kuna harusi ya mwana kondoo, hakuna harusi ya baba kondoo. Yaani kuna harusi ya mwana kondoo, kwamba mwana ndio bwana harusi, mimi na wewe kanisa ni bibi harusi. Anayeoa ni Yesu mwana, anayeolewa ni kanisa, wapendwa waliomfuata Yesu. Yaani ndio namna hii inaitwa theology proper. Theology proper. The study of God. The study of God is known as theology proper. Unamjifunza Mungu. Tukikwama, ndio kuna watu na makanisa yanaitwa ni kanisa la Mungu Baba. Mungu Baba hana kanisa. Yesu alisema nitalijenga kanisa langu. Hivi mbona mnakuwa wajinga namna hii? Nipe andiko la baba na kanisa. Kanisa ni bibi harusi. Hebu sema kanisa ni bibi harusi. Baba na mpango wa kuoa kanisa. Kuna harusi ya baba na kanisa? Kuna harusi ya Roho Mtakatifu na kanisa? Aliyeandika barua ya kukuposa ni baba au ni mwana au Roho Mtakatifu? Ni mwana. Unazifahamu barua za kukuposa wewe? Barua za kukuposa unazifahamu? Yesu aliandika tayari, akakuposa ukakubali. Mpaka leo wewe ni mchumba wake. Tunasubiri na mimi ni mchumba wake. Tunasubiria harusi ya mwana kondoo. Naita ujinga hapa. Jamani, haleluya. Amen. Barua ya kwanza inaitwa Mathayo mtakatifu. Barua ya pili Marko mtakatifu. Barua ya tatu Luka, na barua ya mwisho Yohana. Inaitwa Injili ya Yesu Kristo. Maana kupitia hiyo tutamwamini. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ni peke yake inaitwa Injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jamani, haleluya. Kwa Injili hiyo anasema na wewe, ukikubali you are in. Ukikataa you are out. Mimi naomba niondoke hapa kwa sababu pamenoga. Mimi naomba tu tafadhali, nikisema nianze kuomba hapa
Tutaomba vizuri kesho. Njoo kiongozi. Yuko wapi kiongozi wangu? Tumshukuru Bwana. Kwa neema ya Bwana kesho tunaendelea. Asante. Barikiwe. Asante sana. Haleluya. Basi tuchapie Yesu makofi.